maisha, anataka kuinua your self esteem, anataka kupatie matumaini katika siku ya leo. Huyu Yesu Kristo tukimuinua juu katika jamii hii, anaweza akatoa watu katika zeros na anawafanya wanakuwa heroes katika maisha yao. Haleluya! Huyu Yesu Kristo anataka kubadilisha mtu ambaye sio kitu awe mtu ambaye ana umuhimu katika jamii ya Mekeneneka. Mekeneneka hakutaki baraka. Kuna mtu leo anabadilishwa. Kuna mtu leo anapoteza tumaini, lakini Mungu anataka kumbadilisha. Hata tuambie hivi, hakuna makosa yoyote ambayo umefanya katika maisha yako iliyopita ambayo tunaweza tukasema hatuna msaada wa Mwenyezi Mungu. Huyu Yesu Kristo anatuelewa. Huyu Yesu Kristo anatufahamu. Wacha tuambie leo hii, wengine wetu leo hii kama Pastor Dennis, ninahubiri sio kwa sababu nitaka kuhubiri. Kwa sababu jana kiwa mama chakara, mama tele, nitaka kama Yesu Kristo Yolo tekimoja. Ukole kwa over the last tradition. 12 years. That was one of the planners. Some of us today tunaitwa mapasta, wengine wanaitwa madikons, wengine ni beggars, wengine wanaitwa majina yote yale, lakini kile ambacho kinashikana ya kwamba hawangekuwa mahali walipo siku ya leo. Wewe uko kanisani leo, wewe mtoto, lakini unajua vizuri yale uliokuwa unafanya jana, unajua ustahili, lakini neema ya Mungu imekuwa nyingi kwa maisha yako. Today, Pastor Dennis inahubiri sio kwa sababu ni ya kudai, sio kwa sababu ni wa tamani, sio kwa sababu ilikuwa ni nia yangu, lakini kwa sababu nilipata jeraha na ndipo nilikutana na Yesu Kristo. Mimi ni mzaliwa wa Katoliki. I want to share with you my testimony, and then I will finish there. Ninapohubiri kwa Kiswahili ama Kisika na uhubiri mahubiri mafupi, sababu maneno yanaishi. Sawa sawa. Kwa hivyo mimi ni mzaliwa wa Katoliki, na hata mpaka sasa mama, baba na ndugu zangu wengine ni wa Katoliki. Kwa wakati mmoja nilienda nikakuwa mtoto misa. Mtajua mtoto misa? The altar, wale watoto wanakaa na padri kama hapa sasa. Huyu padri, huyu na huyu ni watoto misa. Au wanawasha mshumaa, au wanainua vitambaa. Miaka mitatu mama mzazi ila akalete kimbe omo sasiroti. Unaelewa sasiroti? Omo sasiroti. That was a desire. But this time, when hata sikuwa najua ni nini upasta na ufahamu. Kwa hiyo kanisa tulikuwa tunaenda na kila kusoma Biblia. My mother alikuwa anauza omega kule nani, kwa kile kama daktari wa nani, mara kama mjeo nani. Kwa tayari sikuwa. Anyone? Mama alisema Sireti. Aku naona 24 years. Naona komete. Naona nikisema jana. So my mother hatukuwa na pesa. Mzee alikuwa anachuna chai. Aliwaachia for 2 Mokatoge when the father died. And there were brothers, watoto walikuwa nyuma. Karibu watatu. Akasema wacha aende kazi awasaidie. Akawachia kwa mtu. Alikuwa anatuambia watoto wangu, hata kama tunachuna chai, hata kama tunanyeshewa, mimi nataka msome, muruke kwa mtu, mwende university, mkuje mwendeshe mandege. I remember very well. That was my father. My mother akasema, mimi niliwachia grade 7. Uliza alipata grade 7. Kaisa akapata hotel kisi kwa mtu. Anataka mnorani na sema na daktari akamweka anataka andesha life ya wewe Pastor Dennis. Baba akatuambia
nitaenda kule vijijini nilete mahindi, anachoma, lakini usome, nitahakikisha hujakosa hata shilingi moja. Alitoshwa Elia. My mother and my father hatukuwahi kosa. Mimi sikuwahi kufukuzwa school fees. Nilifukuzwa school fees kwa sababu ninakula school fees. Lakini sikuwahi kufukuzwa school fees. Wale vijana mkoa wakati wamekula school fees. Wakati wamekula school fees, tokeza. Nikasoma, lakini tamaa yuko kwenye sita. Nitoke kuuza every 2 weeks, mama alikuwa kuuza, akaenda school, ndio kutoka kuuza. Watu walirudi, lakini tulikuwa tumetoka kelea ile, tuwaje kuuza pro. Kwa wana kutoka breakfast. Kwa kutoka kwa ile kusema, ndio tuwaje last moment. Kwa ile out of that, we are getting introduced into drug. Ekana kusikia ni upato kwa wale mbalimbali tumejiteka kitu. The first day I tested my finger, and I said I will not want it. The second day I got a second to it. I'm not know. Kind of very much easy. Lakini ndio college yeye kaida ndio ndio darasa kaju mimi nilikuwa mtu mwoga, sikuwa naongea mbele ya watu kitu kile ndio darasa kaima hapo DJ imetoka na ndio this is what I want. Nimepata dawa wale wasichana tulikuwa tunataka pale majirani, sasa mimi na wafikia nilikuwa nawachungulia hivi Gatorade, some few friends, one to teach a team, one to teach diet, one to teach juice. Makawa sana ndio nataka huko ropa. Tunatoroka tunaruka fence, tunaenda wapi? I was here in 21. A good school, I passed. Out of 500, 385. This is the year 2002. Your time. 2002. Gatorade scholarship. Lakini there is an economy because of drugs and substance use. Kama tunataka friends, kwa namba 3, performance yangu kaanza kushuka chini. Kwa sababu nimejiunga na makundi mabaya. Biblia inasema aje? 1 Corinthians 15:3, do not be deceived. Marafiki wabaya wanaharibu maadili mema. Sikuwa najua Biblia, kwa hivyo nikaendelea. Tukaanza kuona filamu chafu, pornography, tukaanza kupiga pombe, kuvuta sigara, kuvuta bangi, kufanya hivi vitu vyote. Hivyo tulikuwa kwa 2 tukachoma shule, nikaanguka chini, and I was the best man. Nasema expansion, kaenda mradi, and my parents did not know the truth. Na mimi nimeendelea, wao kaenda shule yao, a very small school. Nikajaribu kuwa mtoto mzuri, lakini ile tabia ilikuwa imeshakuwa habit. Let me tell you one thing. Everything you entertain, ile kitu unafanya kila siku, it becomes a habit. And once a habit inaunda kitu kinaitwa character. Hata sisi watu wazima, ikiwa unadanganya mtu wako kila siku, itarudi kuwa habit. Utadanganya watoto, utadanganya mke wako, utadanganya elda, utadanganya watu madukani, alafu utakuwa ni karakta yako. Unasikia unasema hapo wako kwa mke wako. Bwana mtakatifu ndio ndiye tunaenda. Because it has become what? A character. What itakuwa character kwangu. Tena kule ile shule nikijikaza, lakini tunaruka fence, tunaenda kwa vilabu, sisi ndio tunakula school fees, tunadanganya wazazi, tunaenda kwa Mombasa, tumeenda fulani, mzee anaenda kwa loan zako, anatubana, inaingia kwa mfuko, Jumamosi napeleka watu Kapsabet, tunakunywa, tunarudi sana. Wazazi hawakuwa wananitembelea kwa sababu gani? Walikuwa wanasema, sasa kuna jengo miti.
Dennis, hii transport yenye zinakuja nayo ni mbona mama? Hii transport yenye wote na neno. Kwa wakonosesha hata tuweka. Alafu kwa kile tane, ole tukie jirani yetu kwa maneno. Good idea mama. Hawakuwa wanakuja shule, hawakuwa kama na wao. Na kama unajua uvizi mtoto wako shuleni, ongojea kuuliza. My father never used to care kwa sababu gani? Walikuwa wanatoa excuse. Tole busy, taarifa pesa, wacha kukusudia. Walikuwa na hesabu nzuri. Sisi tulikuwa na hesabu nzuri. Ekeleza ingeza kama kwa hapa temple fund. Tumefanya rehearsal on Friday, on Sunday night for kutupa masafari. Ije kuna friend kwa kwa ile gari. Kapo kaya kwa tuna kwa yai. Chipsa chacho. Kai. I like that, but that night kuna kwa ile gari moja ichenaleke kufura na tena. Mtakao mwenda mshare dormitory lakini Dennis sababu nyuma. Kama ile suspect namba 1 ndio tele kwa. Sasa strike ya kombo ikipita ndio. Lakini ile bado hicho na tele basi. Why was I not there? Of course, how said that. You are not going to see it. But I think going up and see. But I think go up to say intelligent. Come and take it. I became a tool that Satan for God Satan. My friend, if I am here for 4 weeks, kutoka kama 7 in the morning, inapelekwa shuleni, inaandika mtihani, jioni narudishwa, kufika huko hakuna mambo yanabeba mbinguni. 7. Hapa kuna watakatifu pia. Hao watu wa siku. Hata ile fika barabarani usiku umechelewa. Ukaja baya. Ninaenda sasa unapata choo chafu, tunaambiwa osheni choo. Na hakuna dasta, hakuna kifagio. Nawaambia hakuna dasta, wananiambia mkono wako ni dasta. Let me tell you, nilikuja mbele yako, mikono namna hii, nikaweka hivi, ile kinyesi yote nikasanya, nikaleta hapa hii mkono, nikakuja sweta, nikaingisha hivi kwa hivi, utafuta njia kwa sababu gani? Usipofanya hivyo, they will rape you, they will beat you, na hakuna mtu kukutetea. Biblia na Methali inasema hivi, asiyekuzwa na mamaye anakuzwa na nini? Na ulimwengu. It is true. Mimi hiyo Methali ilinitendekea. Nilipita kwa mtihani na ikanitendekea kwa maisha. Mungu alinijalia nikapata mtihani, sikugojeka, na Mungu akanijalia nikapita, nikapata grade nzuri, nikaenda university. Moi university. Kufanya IT. My parents wakasema, mtoto wetu, kumbe hawa walikuwa wakikuendelea. Ninamwambia mimi hata mjinsi. Ilikuwa nawaambia nawaendelewa hamsini. Kumbe mzazi anapendeza na grade mpaka anasahau ukweli wa mama. Wakasema mtoto wetu tumeleta furaha. Kamata namba 1 ase omo chio wako omo hima. Kongende university since the world was formed. Omo chio wako. Gamere kusi. So each and every person who can put a very big party that we have one person who is going to the university from the key. My bad behavior, my drinking, my partying, my issues of money, wakasahau, wakaanza kuangalia grade, wakasema sasa, kwa hii goma, jari itakuliwa hivi karibu. Kwa sababu walikuwa wanajua mtu akienda university, hata sisi tunatoa. Lakini ukweli wa mambo nilikuwa nimeoza kama tayari. Mwenyezi Mungu anaweza kukubariki na kipawa ya kuimba, ya kuongoza, anaweza kukubariki na kipawa ya kukuwa mwelevu shuleni ya mpiko, lakini shetani akikushika kwa tabia yako, hakuna mahali unaenda. Na ndio maana tunataka kusema hivi, your education can give you a job, but it takes character.
nitakuweka katika ile kazi kwa pamoja 2, 3, 4, 5 mpaka utekeleze. Ndio rasa maelezo. Kwa hiyo ndio Dia kena bawa 28. Ini jangan berkata apa dia. Tapi Burokomo pada kecil, Burokomo mengenal. Let me tell you young people, unless we work on our character, hakuna mahali tunaenda. Hiyo nawaambia kwa sababu nimepitia. Nikamaliza university, huko nilikuwa nakunywa kwa sababu nchi freedom, hakuna mtu anakuuliza umetoka wapi, naishi kwangu, siendi darasa, nafanya nini, natembea vile nataka na that is not God. One day baba yangu akanipatia pesa, nikaenda university nikasiku school fees, akanipea school fees, akanipea hostel, akanipea chakula, hiyo yote nikakunywa within 2 days. Nikaenda shuleni sina kitu. Akakujua akakuja shuleni. Akaniambia kuanzia leo sikupati chochote, akanipa tena. Kumbuka ni mkopa loan. My father alinipa loan hata mpaka vile nimetoka secondary ndio tumekuja kumsaidia kumaliza hiyo. Ambayo tulitenda sisi nilitenda. Kisha nakuja nyumbani kwa mbele na kijana na baba yangu na waangusha saa 8 ya usiku. My father became sick akagonjeka. Akashikwa na pasi, ikapoa chronic. Baba akamlewa zaidi. Anakuja anaambia mama, wewe ulinipatia mtoto mjinga, wewe ni mzaa mjinga wewe. Mama naye anamgeukia kumwambia, wewe ungeanza kuleta pombe mabega kwa hii nyumba. Wakaanza kulalamikiana, mwishowe wakamachana kwa miaka ngapi? Kwa sababu ya kwa sababu walikuwa wameweka matumaini juu yao. Ile nyota ikaanza kusambaratika. Shetani anapokushika, wacha kuambia watu wa Mungu, Mungu awabariki kwa kuchagua kutoka katika sabato ya Bwana. Watoto mlioko mahali hapa, Mungu awabariki kumkubali Yesu Kristo. Msitoke kanisani, msitoke kule nje, kuna mafisi kule nje, kuna maadui watawameza, watawamaliza. Nilienda hivyo nikiendelea university, sina pesa, nikaanza kuiba shuleni. Mungu akanijalia nikamaliza university bila kuanguka mtihani hata mmoja. Akili nilipewa, character development. Nikapata kazi kabla hata ya graduate kule Nairobi airport. Sasa nilikuwa nafanya kule kule airport. I was the only IT manager for your office. Headquarters ilikuwa Holland. Nisipoingia ofisini, the operations manager yatakuja akae kwa hiyo ofisi. You can imagine, the operations manager ni one of the directors. Nikapata mshahara wangu ya kwanza, nikafunga simu, nikafunga kila kitu, nikapotea. Nikikapi na kujua simu sikashikana. Mimi niko pipeline kule Nairobi na television. Ongeza, pewa, choba na machoba. Kuja hapo wewe badala, bla 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 bla. Hapo kama yale, nitakula starehe kwa sababu gani? Mimi nilijua ninasoma ili nikule starehe. Nikasahau wazazi wangu, nikasahau watoto wetu, nikasahau mahali nimetoka, nikawa najijali mwenyewe, najilisha, naenda chooni, naamka naenda narudi, naenda chooni, siridhiki. Nilipoishiwa na ile pesa, nikaenda kwa daktari akaniandikia barua ya uongo, nikampea 500, akanipeleka kazini nikiwa na mboga. Mbona ile mama alikuwa na mboga ile hapo, mboga ile hapo. Nikakuwa kabisa acheni. Achokomo. Okomo, na okomo meroete, alafu bora mawazo ndio kufanya zile. So nenda kazini, mimi nimekonda, nimeisha, the wife wananiambia Dennis, where have you been? Namwambia nimegonjeka basi sisi kwa wazungu wako na huruma. Akasema kama Dennis, kwenda kwa accountant msaleni, leo mtu 15,000 na wiki moja apone kabisa.
nasi vizuri. Mwezi ya pili ya tatu wakagundua naenda kazini nikiwa natoka pombe. Young people, msila ya mama na mage. Monda kuna ino siwe modelo. It is sweet when you begin, but it is bitter along the way. Mtu asidanganye. Kaa hivyo. Najua vijana wanasema kama ukuni wewe hauna basho. Gen Z, usidanganyike. Don't touch any bottle of alcohol or any drug. You will go down. Some of you might not even wake up. You will die. I am Mungu alimwambia huruma naishi. Nikafanya ile kazi nikafutwa, nikapata ya pili, ya tatu, ya nne, nikafutwa zote. Kazi ya nne nilikuwa nimepatiwa Subaru Impreza ABZ. Nazunguka Kenya mzima, I was the technical sales manager. A lot of allowances. Pesa ambayo kama ningetulia leo hii ningekuwa bado naendesha ndege. Maluku. Hakuna mahali leo. Yote kwa mkano ya ulevi, kastarehe, ya mambo ya duniani, kukaa nje, nikasahau kuoa, kuongelea tabia. Hizi nilisahau. Akishirika kwa wewe umesahau. Mimi nilisahau. I am married at the age of 36. Nimepata harusi. Nimepata harusi kwetu. Najua nilikuwa na harusi. My child is 9 months old. Kwa sababu gani? I was blinded. But I thank Jesus. He was waiting for me. Hallelujah. Nikapata gani? Ndugu zangu wakasirika wakajaji. My mother na my father wakatoka. Nikabaki kwa street peke yangu. My mother akasema hapana ndugu zangu. My mother used to wear alikuwa ile shanga kubwa ya Catholic katika hilo mbili. Nyeusi na ile na metameta hivi. Anastari akatembea mtoto wangu. Hata kama kila mtu amekuacha, mimi sitakuacha. Kama umekaa karibu na baba, ambia baba wewe ongea. Hata wewe ongea. Kwa sababu wamama hawapoteshi tumaini na watoto wao. This is a true story. Huko kandoa ende. Kama tulikuwa na video hapa tuwapigie internet. Ungeona. Akaniambia mtoto wangu kuja tuende kichumi. Tukaenda kwa wadau. Nikakaliwa na mama mzee aliye uchi. Nikakatokeza huku tumbo. Ili niache pombe, ndugu zangu, nilitoka kule, nilikuwa na kunywa na kwenda kwa nyumba, sasa ninakunywa na kulala kwa mtaro. Aliongeza goli kwa alikuja. Biblia inasema 75 of Jeremiah ya kwamba amelaaniwa yeyote atakayetegemea nani? Mwanadamu, bali amebarikiwa anayetegemea Yesu Kristo. Mama yangu kukufa, hakukufa moyo, akaniambia tena wewe ukaenda ukiani, haikufanya chochote. Wakati huo mama yangu watoke, haikufanya chochote. Wakati na Nairobi, 4 of them, nothing was sold. Mama yangu akaniambia, "Ndio kurudi kwa kwako." Akamwambia, "Bora haitoto." Wewe kwa akaniambia wewe nitakuahidi kitu moja, nitakuzika ikifika wakati wa kuzika. Kaya kama nani? Karabu ya nyumba. Ndio 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 kesi. Mwanzo mtakatifu ulikokwesi. Nimekuwa chokolate tu. Nimetembea mchana wote, sijui ninaenda wapi. Nimelala kwa baridi kwa mvua kama hii, nimenyeshewa kwa vibanda ya wale wanauza mboga, nimelala mawe imekuwa kilo yangu, nikatembea kiasi katika nikatoa maji kwa sababu hautoi, hauogi, naenda kwa hoteli na shilingi 10 na waambia wanipea bidei, wananiambia takuzia lakini utakaa hivi. Kwa sababu gani? Ninatoka chawa, nikiwa nimekaa kwa jua kule Kolongo, naona chawa inateremka, inatokea kwa trouser yangu chini. Huku najikuna, the old graduate from grace to grace. Kwa sababu ya madawa ya kulevya, kwa sababu ya kutokutii Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya kutaka kusikia
mambo ya wazazi wetu, kwa sababu nilifuata starehe za dunia, nikawacha kufuata mambo ya Mwenyezi Mungu. 90 days mimi nilichokola, nikiwa kule nje nikabeba maji nauza na shilingi 5 ya kubeba umechona kwa mtoni, unapeleka town na nikabeba na shilingi mimi ndio nienda kufanya IT. Mimi ninaona ile ofisi ya airport vile nilikuwa na bilioni nasimama hivi, naona ndege inashuka Qatar Airways, Emirates, na naona nimebeba vibuyu, ninagarabika ninawacha vibuyu hapo, ninaenda shughuli zangu. Nikaenda mjengo, nabeba mawe kutoka floor ya 5, inafika saa 5 nasema this cannot be me, inagongwa na stereotyping, inawachana hiyo mawe, inaenda zangu, nitakula na magari, nitafanya na magari, nikawa mkizi. Nimepiga watu ngeta Nairobi. Hapo nimebeba kifeki ya mbao na kuwekea hapa, unatoa kila kitu. Na kuambia nimefanya mambo mabaya, jinsi unavyoona. Nikapata promotion kwenye street, tukapata magari za wale ambao wanajua kubeba bunduki na kuiba magari. Wakaniambia kuja wewe unajua kuendesha gari, utakuwa driver wetu, ukikufunza kutumia bunduki mpaka ufikie kiwango ya kubeba bunduki. Nikasema basi, this promotion. Siku moja tumeenda ngana kufanya wizi, mimi nangojea kwa gari wameenda na bunduki zao, nikachukua kukua sigara pale, kidogo nikasikia bunduki. Watu wanakimbia, kuangalia naona ni wao wamelala chini. Niligeuka 360, nikakanyaga nikapita ile gari, nikaenda mguu kutoka Nairobi mpaka Kampala bila kuangalia nyuma, kwa sababu nilikuwa na nani wananifuata. Naambia Mungu niruhusu niendelee kuiba kuku, mimi vitu vikubwa. Nikarudi Mlolongo, nikaendelea kuiba kuku na kuuza vidago, nikaanza kuuza bangi, kuuza madawa ya kulevya, nikaanza kuuza matende na nikaanza kusurvive kwa namna ile. Maisha yangu sina nyumba, sina ndugu, sina marafiki, niko hivyo, sina simu, hata sijui natafuta kazi wapi. Nikawa nimesema mimi nangojea kitu kikubwa. Nikatamani kujiua, lakini Mungu akanizuia sikujiua. Nikakutana na mawazo pale street, kitu inaitwa Illuminati. Nikaambiwa twende Illuminati, nikasema niko tayari. Akaniambia uko tayari kutoa kichwa baba yako? Nikasema hata kama familia mzima nitawa. Kwa sababu gani? Nilikuwa na uchungu na familia yangu. Nilikuwa naona ni kama wao ndio wamefanya mimi nakaa vile ninavyokaa. Sikuwa najua ni mimi ndio nimejiweka mahali hapa. Nilikuwa tayari nikaenda interview na shetani. The devil conducts interview. Young people, the devil wants the best. Kwa hivyo sidhani ukiwa reject, unaenda kwa shetani. Shetani atanikataa mara ngapi? Mara 3. Kwa sababu alikuwa nilikula. Watu wanakuja kushuhudia leo. Kwa once the devil leaves you, unalinga na jambo si hata hata. Alikuwa anajua huyo ni kitu kinachotokea. Nikakasirika, shetani alinikataa. Nikaenda nikatoka kutoka kwa ile kusaiomba ya barabarani, gari ligonge nikufe, lakini Mungu akanishikilia. Sikujua alitaka nizungumze. Sikujua alikuwa ametenda tarehe 12 mwezi wa 4 2025 nitahubiri katika watu ambao siwajui. Kumbe ni nini nimefanya? Niko haya. Haleluya. Ujumbe huu ni wa kupatia tumaini. Kwa siku nikapigwa kwa justice kwa sababu ya wizi, kuuza madawa. Siku moja nikashikwa, nikapigwa, nikapigwa petroli 5. Niko mahali pale unconscious, sina nguvu na naomba dawa. Sasa mimi nikajua hapa ni nguvu. Petroli imeingia mpaka sehemu zangu za siri. Nasikia huduma yote ni maji mbaya. Nasema hii ngozi yangu inaenda kuungua. Nikalala pale, ninaambia Mungu mimi nisamehe. Nikakubali kuchoka. Lakini sasa unasema, let me believe. You know, kiberiti ilikosekana kwa rekodi. Lakini kwa mfuko yako ilikuwa ndani ya gari, kiberiti ilikuwa. Kiberiti ikakosekana kwa dakika moja, na kwa sababu tulikuwa kwa njia kubwa, polisi akawa anapita, kwa hiyo dakika moja akasambaratisha
nikajipata niko police station. Nikaambia Mungu wangu, nikiwa pale nikapatikana na makosa, nilikuwa na madawa ya kulevya, nilikuwa na vitu ambavyo nimevunja, nikashtakiwa na makosa ya breaking and drug possession. Kafungwa miaka 3 kuhusu kesi. Jinsi ninavyozungumza mahali hapa, nimeserve 3.5 years in prison kule Nairobi. Katika prison nikiwa kijana, kavalishwa mavazi yenye yamejaa chawa. Kwa prison ukiua chawa unaongezewa kifungo. Chawa ikikuuma unakaa inakuuma gogo. Ukiipigi na askari aone unaongezewa siku moja prison. Kwa hiyo chawa inakuuma, wewe ni kugeuka tu, lakini unajua kile ambacho umetenda. Kwenye prison watu wanarepiwa, wanaume wanarepu wanaume wengine. Kwenye prison watu wanatupwa visu kwa sababu ya kumnyanyia boyfriend and boyfriend, wanawaita wanawake. Kwenye prison watu wanakuwa TB. Kwenye prison watu wanaunganishwa kwenye criminal gangs ambazo sio nzuri. Kwenye prison maaskari wengine wanakanyaga wakubwa, wanawavunja spinal cord. But Pastor Dennis, Mungu alinipasa. Haleluya. Alinipasa sikupitia changamoto hizo. Nilikuwa na changamoto miezi chache ya kwanza. Prison ndipo mahali ambapo nilianza kusoma Biblia. Nilipoingia prison, kuna kitabu kinaitwa The Great Book. Ilikuwa inaitwa Great Book. Kilikuwa kikubwa, kile cha yellow. Kimejikuta, kimerushwa hapo. Nimewekwa kwa sababu nilale. Blanketi ni nusu. Nikashikwa hata nalala na ndani. Sikuwa na shida na sakafu. Nilikuwa nalala barabarani. Sikuwa na shida na ukosefu wa blanketi kwa sababu nilikuwa nalala hivyo. Lakini nilipoweka kichwa chini, nikawa na shida ya pilo, nilikuwa na mawe kubwa kule nje. Nikaangalia kile kitabu, nikauliza jamaa, hii kitabu ni nani? Akaniambia yeye haina mwenyewe, chukua. Nikachukua ikuwe kitabu yangu. Lakini mchana kwa sababu ya kukaa chini sana, nikajipata nahitaji kusoma, nikaanza kujifungua. Nikaona mambo ya Jerusalem, nikaona habari ya Martin Luther, nikaona habari ya the Church of God, nikaona jinsi ambavyo kanisa hili lingine limedanganya watu na mambo ambayo hayastahili. Na kwa sababu nilikuwa msomi, nikaanza kusoma Biblia, nasoma hii Ellen White na kompea na Biblia. Macho yangu kaanza kufunguka, moyo wangu kaanza kupata furaha. Hapa gerezani kuna madawa ya kulevya. Ninasoma, ninaenda kule nyuma navuta bangi. Ninasoma, naenda kule nyuma navuta sigara. Ninasoma, naenda kule nyuma nakula miraa. Vitu hivi viko gerezani. Lakini nilipoanza kwenda kanisani, nikaanza kwenda SDA Sunday naenda Catholic. Ile ni siku kwenda ni ya Muslim. Catholic ikaanza kushuka kwa sababu ilikuwa na uzito. Nikaenda kwa darasa la ubatizo, nikaanza kufundishwa Mungu ni nani, kanisa la kweli ni lipi, imani ni gani, ubatizo wa kweli ni upi. Nikagundua kuna ubatizo wa maji mengi. Nikaanza kusoma, nikahakikisha kweli Biblia ni kweli. Kile kitabu kisageuka tena haikuwa pilo. Nikagundua hii kitabu sio pilo. Hiyo kitabu nikaanza kuweka nikilala na ificha kwa tumbo. Yaani sikutaka mtu achukue. Nikaanza kutumia huu mkono kukua pilo yangu kwa sababu nilikuwa nimetaka dhahabu. Maisha yangu yakabadilika. Baada ya miezi mitatu nikabatizwa, nikakubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yangu, nikabadilika nikawa Mwadventista. Nilipobatizwa nikaanza kuhubiri, nikaanza kuchukua menta kwa wafungwa wenzangu, nikaanza kuona jinsi ambavyo shetani alikuwa ananipoteza na jinsi ambavyo naweza nikasaidia watu. Nikawacha madawa ya kulevya, nikawacha pombe, nikawacha miraa, nikawacha bangi, nikawacha kujidunga, nikawacha kutumia ujinga. Na one visho nikakuja kwangu ya kwamba wewe na kutuma kuwe mjumbe wa vijana ambao wanatokana na dawa ya kulevya. Leo hii I am a preacher, not kwa sababu niliamdai. Mimi ni mhubiri kwa sababu nilipata kidonda cha matendo ambayo nilikuwa natenda. Nikakutana na Yesu Kristo ambaye alitazama wakati watu wote walikuwa wameacha, akasema wewe hata kama umekuacha, wewe ni wangu, njoo wewe mtu wangu. Nikaangalia makosa yangu, nikaangalia dhambi zangu, nikaona amenisamehe, nikasema kwa kweli huyu
ni Yesu. Unajua alitumia watu gani? Alitumia watu wa kanisa. Walikuja na tishu na sabuni na makombe, vitu ambavyo vikiunganisha ilikuwa 125 shillings. Nikaona upendo wa Mungu kwa sababu ya mishi ya kina huyu Nicodemus na Thomas. Wakakuja prison. Nikasema wao ndio wazazi wangu. Nikapata admission nikiwa prison. Nikajiuliza natoa pesa ya kusoma. Kabisa nikalipia kila kitu. Mzazi wangu alipata shilingi moja. Today I am doing masters and I am still seeing the hand of God in my life. Hallelujah. I was once forgotten, but the Lord remembered me. Hallelujah. Uko hapa na Mungu amekusahau na kuambia leo Mungu anaona mambo yako. Uko hapa wewe mgonjwa, nataka nikwambia kwamba Mungu atakuponya. Haleluya. Uko hapa unang'ang'ana na madawa ya kulevya, Mungu atakubadilisha. Shikilia imani na umtumikie Mungu na mambo yako yatakuwa mazuri. Kwa sababu gani? Ni huyu Yesu pekee ambaye yuko na nguvu ya kubadilisha kila kitu. Atakubadilisha kwa kusoma Biblia peke yake. Waganga wakanichanja, wakanikalia, wakanilisha madawa, haikufanya chochote, lakini kwa kusoma Biblia nikabadilika. Haleluya. Biblia inasema the word of the Lord is the lamp unto my feet and the light unto my path. Hili neno ya people unapotembea nalo maisha yako yanabadilika. Wewe mzee, wewe mama, ukitaka mambo yako yabadilike, soma Biblia. There is power in the word of God. Hallelujah. It's only Jesus who can turn your test to become a testimony. It's only Jesus who can turn your trials to become triumphs. It's only Jesus who can turn your mess to become a message. It's only Jesus who can turn you from being a victim to becoming a victor in this life. Hallelujah. Ni Yesu pekee atakayeweza kusaidia. Alisaidia, mbona asikusaidie? Muamini na umtegemee. Yesu anatuelewa kwa sababu ni rafiki wetu. Yesu anafurahia katika mambo magumu kwa sababu hakuna jambo lolote gumu ambalo hawezi kulitatua. Huyu Yesu Kristo unapomwita basi anakutendea makuu. Kwa hivyo jambo ambao uko mahali hapo, wazee, wamama na vijana na watoto, ni nini hicho ambacho kinakufa? Ikiwa Yesu aliniokoa, leo hii I am a preacher to many people. Watu wakubwa wanasikiza, tunaongea, ninawasaidia. Ni nini ambacho Yesu anaweza kubadilisha? Naye hiyo uchawi, umeitwa kuizi mlevi, msinzi, na kuambia Yesu Kristo atakubadilisha. Ni biashara yako unasoma, mtegemea Yesu, atainua biashara zako na zitakuwa jinsi ambavyo zinavyostahili. Na Mungu awabariki wote. Tusimame tulipo. People about to leave.